kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. Hakuna mtu atakuja kututapeli hapa ati atuambie sijui Kasongo one time must go ati alafu tumpatie kazi. Hiyo ni ufala bwana. Mimi nawauliza watu wa Eldoret, si nyinyi ni wa Kenya? Si mumewahi kupiga kura? Si nyinyi ni mafundi wa siasa? Si mnajua hawa viongozi wote? Mimi nitaka niwaulize, mkipima wale watu, ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage? Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu? Sasa ameenda kupanga vibaraka wake ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema, kwa sababu mimi nataka niwaulize wale watu, mumesikia mpango yao? Mumesikia ajenda yao? Mumesikia sera yao? Mumesikia maono yao? Kumbe mnawajua wale majamaa. Ati mpango na sera na ajenda na maono, hata akili hawana kabisa bwana. Wale ni mafala sana. Sijui kama tunaelewana. Wale ni watu matusi. Na mimi nataka niwaeleze, mimi nimelelewa katika hii town, na katika hii town tulifundishwa umoja, hatukufundishwa ukabila. Tulifundishwa mambo ya usawa, hatukufundishwa ubaguzi. Na ndio mnaona hii maneno mimi nafanya hapa Eldoret, maneno mimi nafanya Rift Valley, ndio maneno mimi nafanya Nyanza, ndio maneno mimi nafanya Western, ndio maneno mimi nafanya Central, ndio maneno mimi nafanya Northeastern, ndio maneno mimi nafanya Eastern, na ndio maneno mimi nafanya Coast. Nafanya hiyo kazi kila sehemu ya Kenya, kwa sababu mimi nimelelewa pamoja na nyinyi, na tukafundishwa umoja, hatukufundishwa ukabila. Tukafundishwa mambo ya usawa, hatukufundishwa ubaguzi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Eldoret, mnasema niendelee kuunganisha Kenya, nimalize ukabila, tumalize chuki, tumalize ukabila na ubaguzi? Wangapi wanasema tuunganishe Kenya jameni? Wangapi wanasema tuunganishe Kenya? Eldoret oye! Eldoret oye! Mimi nawauliza wale wanajaribu kushindana na mimi, nyinyi endeni uliza sponsor wenu, endeni mumuulize, mimi nilisaidia sponsor wenu ama namna gani? Na huyo sponsor wenu alishindwa, affordable housing alishindwa, universal health coverage alishindwa, mambo ya kusomesha watoto wetu alishindwa. Sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla hamujakuja, tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mkuje tushindane, na mkuje na track record yenu. Eldoret tuko pamune. Omi area agene. Fikizeni bana, tuko pamoja. Mimi nimekuja hapa pia kuangalia hii soko yetu tunajenga hapa, kwa sababu mimi niliwaeleza Kenya hii tutaibadilisha, na tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Na hii Kenya nimeshughulika nayo bwana. Hapa leo nimekuja kuona hii soko yetu. Hiyo soko ni soko ghorofa 6 na itakuwa tayari mwezi wa 10. Nikifika hapa kwa maneno ya mashujaa, nitakuja kufungua hiyo soko.
Nyinyi mko tayari? Na sio hiyo soko peke yake, tunajenga soko 14 mpya hapa Eldoret, kila hapa Uasin Gishu, kila sehemu. Tunaelewana? Na sio soko peke yake, tumeweka hapa Eldoret shilingi bilioni 3.5 ya kujenga masoko. Hi, Nick. Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na miradi ambayo itapatia vijana wetu ajira. Hapa Pioneer leo tuko na vijana 1,500 wanafanya kazi hapo Pioneer kwa affordable housing. Hapa railway station hapo tunajenga nyumba 2,000 vile vile. Pale AMS tunajenga nyumba ingine 2,000. Pale Kidiwa mambo ya affordable housing inaendelea. Munasema tuendelee ama tuendelee? Munasema tuendelee ama tuendelee? Hapa Eldoret tumeweka shilingi Uasin Gishu, tumeweka shilingi bilioni 37 ya affordable housing, ya market na ya hostels ya vijana wetu wa university na wale wa TVET. Mimi nawaambia bwana, hakuna serikali ingine imeweka miradi ya mabilioni katika taifa letu la Kenya kama hii serikali nyinyi na mimi tuliunda. Na ndio mimi nasimama mbele yenu kuwaambia mimi niko tayari. Sijui nyinyi mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Tuendelee kujenga? Tuendelee ama tuendelee? Nijenge hii manyumba? Nyinyi mko tayari kuishi? Wewe kijana, sikiza bwana. Hakuna haja ya kuishi kwa slum. Wewe ukuje ujipange hapo kwa affordable housing, nitahakikisha kwamba hiyo nyumba ni ya bei nafuu, wewe itatoshana na mfuko yako. Mungu ametuletea baraka ya mvua, sijui tutafanya namna gani. Munasema tuendelee ama tusimamishe? Tuendelee? Munasema tuendelee na hii mvua? Tuendelee? Aki nyinyi mko na maneno. Ya pili, hapa pia nimeweka pesa ya kujenga mabarabara. Hii Uasin Gishu tuko na pesa bilioni 8 ya kujenga barabara kilomita 350 mpya. Na hiyo barabara inaendelea. Mimi nimepitia huko Soi inaendelea. Kule Moibeni inaendelea. Kule Keses inaendelea. Munasema tuendelee ama tuendelee? Sitima tuunganishe. Tuendelee? Hapa mnajua tulikuwa na matatizo na hospitali yetu hapa. Sasa tumeweka pesa ingine bilioni 20 kujenga referral mpya hapa karibu na Yasik. Nyinyi mko na hiyo habari? Mko na habari hiyo? Niendelee ama siendelee? Niendelee ama siendelee? Tarehe 20 mwezi wa 10 tunakaribisha Kenya mzima ikuje Eldoret tuwaonyeshe mambo. Muko tayari? Hapa ndio tutakuwa na maadhimisho ya mashujaa. Na ndio sababu hiyo nimeweka pesa pale tumalize stadium ya Kipchoge na tumalize stadium ya 64. Please like, pale kwa Kipchoge iko contractor. Nimeambia afanye 24/7. Pale 64 pia nimeleta contractor kuanzia jana. Aendelee na kujenga hiyo stadium vile vile. Alafu sisi tutapokea wageni. Muko tayari? Hiyo stadium imalizike. Tumalize kabla ya mwezi wa 10. Tuendelee ama tuendelee? Mimi niliwaeleza ya kwamba nitapanga mambo ya kilimo. Leo Kenya ni nchi nambari 1 bara la Afrika kwa kuzalisha maziwa.
Mbolea ilikuwa inatusumbua, tumenyorosha. The Statesman Digital, the truth in your eyes.